Hi, saseni guys. Kuna hii issue ya church ya Pastor Victor Kanyari. I don't know what's happening there, but maybe Kanyari anafaa kuita 60-day fasting and prayer and fasting. Kwa sababu, I don't know what is going on. Maybe the man of God need to stop sharing a lot kwa mtandao. Some things that pertains washiriki. So of course, I think in the last couple of days, the man of God Kanyari amekuja ameshare kuhusu Marion Naipei. She's a drunkard, amelewa. Sijui hajakuja kwa kanisa. That was this past Sunday. Yes, eti alilewa. Sijui alichoma wakati alienda kwa campaign. Of course, Kanyari is a 2027 Kasarani area aspiring MP. So amekuwa hit the ground hard, and I think Naipei has been accompanying him. And I think previously she's doing very good, and alikuwa na vibe sana na majenzis na nini. So, but Kanyari on this particular time anasema alikuwa amelewa mpaka akamchomea, akaanza kuambia watu kama wataki kuvote Kanyari wakae, sijui ni nini. Kanyari akamchukua akampeleka kwa gari, eti Naipei akakojoa huko ndani ya gari kwa sababu vile ni mlevi. Man of God, I think some of these things you just need to zima kidogo. They are not for social media to consume. You know, they are going to bring another image that you don't want ukielekea 2027 with your campaigns ndani ya mtandao. Of course, Naipei is somebody that is associated with you strongly. Unadai ya kwamba anakaa na wewe. So she lives in your place where you live. And we don't believe this is a house where Sky and Danny are living the 90 million house in, where you bought. I think this is where Kanyari was living before. But sasa zaidi ya hapo, ukiangalia kama ni kwa Salvation Healing Ministry, kuna the story of Manzi wa Mombasa, the saga that befell the church about her departing the church because of her lifestyle. Hiyo mambo iko. So, of course, that went okay. And by the way, there's a clip nitawekea kidogo ambayo nilikuwa nauliza maswali kuhusu that issue. So, watch that clip. So, there's a lot that was happening and is happening and probably will continue to happen ndani ya kanisa Kanyari. Of course, the greatest, saga ni ya 310 ambayo, of course, Kanyari shakuanga naye. Of course, kuna story ya Mama Kanyari yeye mwenyewe, kuna story ya Sister Kanyari Scarlett. There's a lot that has happened. Kuna story ya Betty, kuna story ya Tash. There's a lot that Kanyari is associated with. And most of these are not very positive things, but ziko hapo. The only good side of that is the man of God has continued to stand strong. And he's a community individual. He's a person that loves the people of God. Ni mtu ambaye anapeana sana. Ye mwenyewe shakuja akasema scandal ya 310 ilimletea pesa mingi sana, and that is why he gives back to the community. So I think when it comes to giving, Kanyari is number one, kupatiana na kusaidia community na nini. And I think that's why he's going for MP ndani ya Kasarani. And I would actually ask people to vote for this man because he's actually a person that is of the people. Na hapendi maisha ya uko juu sana, because kama ana afford kununua 90 million house, angependa kwenda kuishi, but we've seen him clearly saying hapendi kwenda kukaa huko, anapenda kukaa huko na watu wa kawaida, kukula mutura, na matumbo. So, but maybe my humble advice kwako wewe mtumishi wa Mungu, Prophet Kanyari, mambo kama hii ya vile Marion amekojoa kwa gari, I don't think it's necessary for you to bring. Just, hata kama Naipei amechelewa kuja kwa kanisani kwa sababu the night before she drank excessively na nini, there's no need to expose that, because ni vizuri, it is very important mtu akisha kuja kwa kanisa tumsaidie. And that was the same thing na hii mambo ya Manzi wa Mombasa, tuwasaidie. And we are agreeing, mimi hapa nakubaliana na wewe as a man of God, and me as a man of God also nakubaliana na wewe. Change is not instant. Mtu habadiliki just the same day. Only God has the ability to do that. God was able to change Saul of Tarsus
straight from a murderer, to an evangelist, to a man of God, to what Paul became, Apostle Paul. God has that ability. You and I don't have. Hakuna evangelist ama bishop ama pastor ama deacon ama nini ama woman of God ama man of God atakwambia eti ana uwezo wa kuombea mtu abadilike right there and there. Ukiombea mlevi, it takes time for them to badilika, kwa sababu ulevi sio ya siku moja. Mtu kama amekunywa pombe for 10 years, the system is locked in na pombe. If that person tries to withdraw instantly, they will fail. Their system will fail completely, because kuna addiction huko ndani ambayo imekolea, and the only way to beat that is to start withdrawing huyo mtu kwa pombe kidogo kidogo kidogo, so that the system ndani ya huyo mtu can start to think huyu mtu anakunywa less, na amekuwa akikunywa less pombe, na kwa hivyo hiyo system inaanza kuadjust, inaanza kukubali ya kwamba huyu mtu hataki kukunywa pombe mingi kama vile amekuwa akikunywa. The last 1 year amekunywa kidogo kuliko vile anakunywanga. So eventually the person will be able to come out of that, and that is what happens ndani ya rehab centers. They are not able to just instantly do magic. Mtu akivuta sigara na bangi for years, yes, ameokoka, lakini usi expect asivute bangi. Anaweza kwenda avute bangi every other couple of weeks, month, kwa sababu the craving is there, the addiction is there. But haimaanishi kwa sababu sasa amevuta bangi eti hajaokoka. Aliokoka, but he's coming out of the bangism, he's coming out of the changazim, he's coming out of usherati, he's coming out of things that were holding him captive, and they are not easy. Only God has the ability to remove things instantly. Hawa watu wengine wote, kama wewe ni binadamu, you don't have the power. Na kama unadanganya watu ya kwamba uko na uwezo kama hiyo, ushindwe kabisa, kwa sababu it's a lie. It's a lie. It's a lie from the pit of hell. You don't have the power. You don't possess. That is why for people who know God, for believers, we say in the name of Jesus. Kwa sababu Jesus has the power to heal, to change instantly. I don't have the power, lakini Mungu amenipatia power, naweza kwenda kuombea mtu, and I believe God that my prayers can be heard from heaven. The balconies of heaven will recognize that nimewasilisha maombi huko kwa mtu fulani, and that person is going to start gradually receiving the grace to be able to receive what we agreed together. Because the Bible says, where 2 or 3 are gathered, are coming together, are in agreement to making a prayer, God is going to be in their midst. He's going to respond, and he's going to make sure that that which was presented to God will start to manifest. Unaona? So Kanyari, mimi kama ungeniuliza ningesema tafadhali, some of these things do not just bring them kwa mtandao. Wacha zikuwe tu underground. Endelea kusaidia Marion huko chini kwa chini. Endelea kusaidia kina Manzi wa Mombasa huko chini kwa chini. Kuna wengine ambaye hawakuji kwa mtandao kwa kanisa ya Pastor Kanyari. Ndio wengi wako na mashida, sababu kanisa is a healing place. Kanisa is a hospital. Kanisa is not for people who are going to heaven. It's for people who don't know God. Wale watu unaonanga wakikuja kwa kanisa every other Sunday, they are coming there to do what we call Thanksgiving. Lakini wale watu wanafaa kuja kwa kanisa ni wale ambaye ni washerati, ni wezi, ni wale watu ambaye hawajaokoka, hawajui Mungu, ni watu wananyonga watu usiku, ndio wakuja wabadilike. Hao ndio wanafaa kuja kwa kanisa. Hao wengine tunakuja kufanya what we call the prayer of Thanksgiving, appreciating God. That is what we go to church Sunday for. So Kanyari, please continue doing the good work that you are doing, but hizi mambo zingine za drama mingi na kusema mambo ambaye it's really not necessary na haisaidii watu waone mtu akibadilika, because kama saizi watu wanaona Marion akikojoa kwa gari, so hiyo haitamsaidia watu kumuona. Na ni vizuri, when Jesus was here on planet Earth, he had favor with God and with man. So Marion needs favor with God and also with man. Watu wakimuona akikojoa kwa gari ama ni mlevi kila siku na mambo kama hayo, they will not probably start to see her as a woman of God, as a person that is changing. Not necessarily that tunaogopa watu, but it is good for you to have favor with God and with men. Ni hayo tu, msisahau kufollow my pages ama kusubscribe, and I'll see you on my next one.
Thank you.